Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fanesi TV popote pale uliko, nikukumbushe tu kuendelea kusubscribe, like, share na kucomment ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea taarifa zetu. Na mbele ya skrini ya Fanesi TV niko na mwenyeji wa hapa nyumbani kwa Disiri, na hivyo ni mara yako ya kwanza kumuona na atakwenda kujitambulisha kwa majina ili uweze kumfahamu. Kaka, habari? Salama ndugu. Wana Fanesi TV walitamani kujua majina yako. Ndio, kwa majina mimi nafahamika kwa jina la Japhet Yausu. Kwanza wana Fanesi TV wanafurahi kukuona na tunafurahia kuwa na watu kama na ninyi kuwa kwenye vipindi hivi moja kwa moja, na tuzame moja kwa moja kwenye kipindi ambacho tuko nacho. Ni kipindi kinachozungumzia michezo hapa nyumbani kwa Disiri. Vipi, wewe ni mchezaji wa mpira? Ndio, mimi nimecheza mpira zamani, ila kwa sasa nimeshasimama. Au wewe ndo kati ya wale ambao wanaogopa kuvunjika? Hapana, ni sababu za kifamilia ndio maana nimesimama katika mambo ya mpira. Vizuri sana. Wiki iliyopita tulizungumza na kocha wa Black Eagle na tukazungumza na baadhi ya wachezaji, lakini twende moja kwa moja kwenye mjadala wa ndugu yetu Ibenga ambaye alizungumza kwamba yeye alikuwa ni mchezaji wa Rock Island, lakini kilichomfanya yeye kwenda kule ni kwa namna ya kutafuta moto za kimpira. Na sisi kama Fanesi TV baada ya kupitia comment za watu wengi, wadau walidai kwamba hajafanya vizuri. Vipi wewe kama mwenyeji wa hapa nyumbani, kitu gani ambacho unaweza kaambia wana Fanesi TV, kwanza kati ya Black Eagle na Rock Island, kuna nini ambacho kinaendelea hapo katikati? Ndio ndugu mtangazaji, na mimi nimemsikia vizuri bwana Ibenga alivyoongea. Binafsi nilikuwa mchezaji wa Rock Island na mpaka sasa mimi ni mchezaji wa Rock Island team. So kwa yale ambayo Ibenga yaongelea, ameongea mambo ambapo yapo kwenye michezo, na yule ni mchezaji anajua nini ambacho alikifanya. Na inaamini mchezaji yoyote yule ambaye anayecheza mpira na ambaye anafahamu masuala ya mpira, yale ambayo Ibenga ameongea mambo ya mpira, tusijaona mabaya pale. Vipi, kocha alizungumza kwamba yeye iko tayari kuweza kupambana na Rock Island FC kwa namna ya kutengeneza mchezo wa pamoja na maana dabi, mchezo wa watani. Vipi, wewe unawapongeza hilo swala ama si mchezo ambao unaofikiria uwepo? Binafsi kwa sababu Black Eagle ni timu nzuri tu, Rock Island ni timu nzuri pia. So wakikutana kwanza itakuwa game nzuri sana. Kweli. Vipi, hawataumizana? Hapana, ikiwa ni wana michezo hawezi fanya hicho kitu kwa sababu ni mpira, ni fair play. Okay, tungetamani kujua kwa uchache sana, kwa dakika 2 kutokana na muda ambao tuko nao, historia kidogo ya hizi timu mbili hadi ziweze kujigawa mpaka kuitwa moja FC Rock Island FC na wengine kuitwa Black Eagle FC. Ndio. Swali nzuri sana ndugu mtangazaji. Ndio. Hapa tulikuwa na timu moja tu ambayo ilikuwa inaitwa Rock Island team. Ndio. Hiyo timu ya Rock Island team, naamini waanzilishi wa hii timu ya Rock Island, binafsi na mimi nimo kama kiongozi. Mimi nimeongoza Rock Island kuwa kama kapteni wa timu kwa miaka 3. Mimi mwenyewe nafikiri kwa mwaka wa 4 nimejiuzuru kwa sababu ya masuala ya familia, ila nimerudi tena hapo zamani, lakini kwa sasa nimesimama kwa sababu ya majeraha ambayo ninayo, ndio maana nimesimama. Vizuri sana. Hivi ukirudi tutarajie kukuona Black Eagle au Rock Island FC? Mimi ni mchezaji wa Rock Island. Ikiwa hayo yakiwezekana, inaweza wezekana, lakini kwa sasa mimi ni mchezaji wa Rock Island, japo kwenye uongozi wa Rock Island na baadhi ya wachezaji wa Rock Island wananitenga na kunipeleka kwenye timu ya Black Eagle, ambapo mimi sijui ni nini hasa wananipatia cheo kubwa pale kwa timu ya Black Eagle, kwamba mimi ndo kiongozi pale, yani president wa timu. Binafsi hilo silijui. Basi neno moja kwa hao ambao wanakuchukulia hivyo kama kiongozi upande wa pili wa Black Eagle. Naamini kilicho kizuri kila mara kitakuwa kizuri tu, ndio maana wanaamua kunipeleka kwenye uongozi. Nimetoka kwenye uongozi wa timu afu wananipeleka kwenye uongozi wa timu nyingine, japo sio hivyo. Vipi, shauri moja kwa ajili ya hilo neno ambalo wanakupaka lakini haupo kwenye uhalisia wa kuitwa kiongozi wa Black Eagle, na wewe wakati mmoja na unajiita kwamba wewe ni kiongozi wa Rock Island, hata kama ukirudi utabaki kuwa kiongozi wa Rock Island. Neno moja kwa namna ya kuwashauri.
ninachoamini ni masuala ya watu ambao hapa Rock Island. Acha nirudi nyuma kidogo. Hapa Rock Island kuna watu ambao wana mabifu yao. Ndio. Sasa katika yale mabifu yao wanataka kuingiza kila mtu kwenye mabifu hayo. Ndio. Binafsi mimi ni mtu ambaye anapenda michezo sana. Ndio maana Black Eagle kicheza mechi mimi naenda kuangalia. Rock Island kicheza mechi mimi naenda kuangalia kwa sababu mimi ni mtu wa michezo. Ndio. So kwa hao ambao wanaongea hayo maneno ambao wanaamua kuongea, basi waongee, kwa sababu mimi sitawakatalia wasiongee, waongee tu. Naamini mtu apendwe na wote. Ndio. Vipi kuhusu mashabiki ambao wao imekuwa ni chatu hapa nyumbani kwa Disiri, kwa namna ambavyo hawezi wakasalimiana, kwa namna ambavyo hawezi wakachukuliana poa? Vipi, shauri moja ambao tungetamani uweze kuwashauri, pengine pakawepo na mabadiliko? Sawa ndugu mtangazaji, kwanza masuala ya mashabiki naamini yanapelekwa kwa sababu ya wachezaji. Wachezaji ndio wanaowatengeneza hivyo. Naamini mimi hapa ni mchezaji wa Rock Island. Mdogo yangu mimi anacheza ku Black Eagle. Sasa nikisema masuala ya mashabiki, so nitengeneze wa dada yangu asinishabikie mimi ku Rock Island ama ku Black Eagle, jibu hapana. Wala wasimsalimie mtu mwingine ambaye anacheza ku Rock Island, jibu hapana. So naamini ni wachezaji ndio wanatengeneza hayo masuala, lakini siku zote wa mashabiki hiyo ndio kazi yao, lakini wachezaji hawahusiki kwenye masuala hayo. Wachezaji dakika 90 zikiamua tu hapo mambo yote yanaishia pale kwenye uwanja. Okay, kulingana na namna ambavyo wachezaji baadhi wa Black Eagle lakini pia na wa Rock Island wanahitaji dabi, wewe unashauri nini kwenye huo mchezo ukiwepo? Binafsi napenda wacheze. Napenda wacheze kwa sababu kwanza itafurahisha hapa kwa siri. Itafurahisha sana. Pia watafute marefari wazuri tu, sio hawa marefari wetu wa kuchukua mtani, hapana. Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fantasy TV, niko na ndugu yangu Jafeti, mwenyeji wa hapa nyumbani kwa Disiri, na tumezungumza mengi kuhusiana na mpira, hivyo niweze kupata neno moja kwa Fantasy TV ambao wataendelea kutufuatilia pindi utakapopandisha kipindi hichi huko nyumbani YouTube. Sawa ndugu, na mimi binafsi kwanza nimeshukuru kuwepo kwa TV. Hii TV hapa ni nzuri sana, na kuwepo kwa TV hapa kwanza itapeleka hizi timu zetu mbili hapa mbali sana. Ndio. So ndugu mtangazaji, wewe unajitahidi kuwa unatembelea matimu yetu. Ndio. Unaenda kwa Rock Island team, unaenda kwa Black Eagle, ili kibali nitakipata kweli? Utapata, ndio. Kwa sababu Mungu anabariki kila kitu. Hatujui ya Mungu ni yapi. So kuwepo kwa TV hii ya Fantasy TV hapa ni nzuri sana, na watu wajaribu kuwa wana subscribe TV yetu hii hapa.